Tengenezwe wasiwe na majibu mabaya. Wapo pale ili watengenezwe waache uzinzi. Wapo pale ili watengenezwe waache uchawi. Sasa wewe unasema eti kanisani ndio watu wanajifanya wanajificha. Wapo na sisi tunataka wabadilike. Kama kuna wazinzi waache uzinzi. Kwa sababu hatuwezi tukawahubiria watu ambao hawajaokoka bado, tuwahubirie waingie kanisani, wakati kanisani tuna wazinzi, tuna wachawi. Yaani pale hakuna mchungaji. Hakuna mchungaji, lakini hukumu hiyo haikuhusu. Inamhusu Mungu. Yule ni mtumishi wa Mungu. Huna mamlaka wewe ya kusema hivyo. Mnakaa kabisa watu, mnaacha kufanya mambo yenu. Mnakaa, mnaanza kumjadili mchungaji wenu. Ndio maana watu wengi hapo makanisani hambarikiwi, kwa sababu mmewazoea watumishi wenu, mmewazoea wachungaji. Epuka kuwa na mazoea na mtumishi wa Mungu. Watu wa nyumbani kule ambapo Yesu alizaliwa walikuwa na mazoea naye. Ndio maana hata hawakubarikiwa. Yesu hakufanya hata miujiza. Akasema nabii hakubariki kwao, haheshimiki. Sasa wewe umemzoea mchungaji wako, mnakaaga kikao, mnamsema, mnamsengenya, mnamteta, na ndio maana hata akikuombea huwezi kupokea baraka, huwezi kubarikiwa, ni kwa sababu umemzoea. Bwana huyu naye anajifanyaga mtumishi wa Mungu mzinzi. Wewe kazi ya kuhukumu mwachie Mungu. Wewe mhesabu yule ni mtumishi. Ila kama umeona huyu mtumishi sio, hama, ondoka, tafuta sehemu maalum. Kanisani ni mahali ambapo wanapelekwa watu wenye matatizo ili wakaponywe. Hawawezi kwenda wakamilifu. Wakamilifu wanaenda mbinguni, sio kanisani. Sasa wewe unasemaje eti Yesu anasema mimi sikuja kwa ajili ya watakatifu, nilikuja kwa ajili ya wenye dhambi ili wapate uzima wa milele. Sasa wewe leo hii tunaanza kusema jamani kanisani. Ni kweli wapo watu wa aina hiyo makanisani. Lakini tunategemea Mungu awaponye wawe sawa, ili tuwe na nguvu ya kuhubiri, wasilitukanishe jina la Bwana. Tunaona kwa wazinzi, wasagaji, wapiga punyeto, watukanaji, wasengenyaji. Hawa wote tunataka wabadilike kwa jina la Yesu. Waache uzinzi, waache siji usaganaji, waache masengenyo, waache utukanaji. Watu tuwahi ibadani. Tunataka watu tuwe na nguvu ya namna hiyo, na bidii ya namna hiyo. Sasa kuanzia leo kama uliacha kwenda kanisani, anza kwenda. Acha kutudanganya hapa kwamba eti wewe uliacha kwenda kanisani kwa sababu sijui ulimuona mchungaji sijui nini. Sijui ulimuona mshirika sijui nini. Neno la Mungu linasema makwazo hayana budi kuja, lakini wale wake yeye aletayo makwazo. Hata sasa ufalme wa mbinguni unatekwa na wenye nguvu. Hakuna kinyonge wala kidhaifu kitakachoingia katika ufalme. Wakristo wa leo mnataka muwe mnabembelezwa. Kisema cha Pastor Magembe muwe mnaambiwa kwamba nyamaza basi, sisi ni wanadamu. Yaani mnabembelezwa kama watoto. Nyamaza, nitakupa soda nyingine. Kama Magembe anavyosema. Nitakupa soda nyingine, nitakununulia kubwa. Ndio mnataka sasa hivi watumishi wa Mungu muwe mnabembelezwa. Mkiambiwa ukweli, mtumishi anatukana. Mkiambiwa ukweli, sijui mchungaji anajikuta mtakatifu sana. Mkiambiwa ukweli, hamtaki. Mnanuna, mnazila. Tokeni kama hamtaki. Nyinyi ni wa jehanamu. Walio wa Mungu wanasikia neno la Mungu. Walio wa Mungu wanaonyeka. Walio wa Mungu wanatubu. Acha kutuletea uhuni wako makanisani. Kama wewe unaona uwezi kuingia katika utakatifu, toka. Mtu ushaingia kanisani, unataka tena wewe wanakubembeleza. Wewe ulikubali mwenyewe kwamba bana mimi nimeokoka. Nimeacha dhambi. Leo hii umekuja mwenyewe kanisani umeokoka, unataka watu waanze kubembeleza kwamba mtumishi, unajua, acha uhuni. Mchungaji kasema moto upo. Kwa hiyo kama na wewe unataka kukimbia jehanamu, kimbia kwa hiari yako. Sio kwa kulazimishwa.